Hivi sasa kampuni la Apple limetoa simu ya iPhone ambayo ni moja kati ya simu yenye bei nafuu kuliko zote. Nadhani unaijua iPhone 16 pamoja na familia yake yote, na maanisha iPhone 16 Plus na iPhone 16 na iPhone 16 Pro Max. Sasa hii ni moja kati ya simu ambayo imetolewa na kampuni la Apple ambayo itafunga katika familia ya simu za iPhone 16. Inaitwa iPhone 16e. And here it is. This is iPhone 16e. Simu hii inauzwa kwa dola za Kimarekani dola 599, ambayo ni sawasawa na fedha za Kitanzania milioni 1.5, ambayo sidhani kwamba ni bei nafuu, lakini Apple anasema kwamba hii ndo simu yao katika simu za iPhone 16 yenye bei nafuu kuliko zote. Sasa katika video hii ya leo tutaenda kuangalia, tutaitazama simu hii na tutaangalia vitu gani inavyo simu hii na ina uwezo gani, na ni kweli kwa vitu ambavyo simu hii inavyo kwa gharama ya dola za Kimarekani 599 ni halali na ni bei nafuu kwa sisi wa Tanzania. Kikawaida najua kila mtu ambaye anatumia simu ya iPhone siku zote anaonekana kwamba ni mtu ambaye anatumia simu ya luxury sana, na pia anamudu kununua simu ya gharama kama iPhone. Lakini kwa wenzetu ni kitu ambacho ni tofauti kidogo, kwa sababu wenyewe sana sana wanazingatia kitu ambacho wanakipenda na kitu gani ambacho kinaweza kikawasaidia katika simu. Kwa mfano, kwa hawa creators ambao wanatengeneza maudhui ya mtandaoni, wananunua simu kama iPhone kwa ajili ya kutengeneza video na kurekodi, kushuti na kupiga picha pamoja na kufanya matangazo ya biashara zao. Lakini je, vipi sisi wa Tanzania? Simu tunazitumia kwa ajili gani? Najua wapo ambao wanatumia simu kwa ajili ya mawasiliano, na jambo la kwanza katika simu, la kwanza la muhimu kati ya vitu vyote ni swala la mawasiliano. Simu inatumika kwa ajili ya mawasiliano, lakini pia najua wapo pia wafanya biashara Tanzania. Simaanishi Tanzania tuko nyuma kiasi hicho kwamba hawapo creators, kwa sababu mimi mwenyewe ni creators, lakini simu ambayo naitumia sasa hivi kurekodi video hii unayoitazama, ninatumia simu ya Google Pixel, situmii iPhone. Lakini wapo watu wengi ambao wanaitumia simu za iPhone kwa ajili ya matangazo ya mtandaoni, kwa ajili ya YouTube, kwa ajili ya Instagram post na vitu vingine vyote. Lakini vipi kuhusu hii simu pia ambayo imetoka inajulikana ya iPhone 16e? Nimeitazama simu hii, lakini nimeona vitu kadhaa ambavyo ningependa sana tuvipitie hapa na tuweze kujua kwamba hii simu ambayo imetolewa mpya na kampuni la Apple ina ubora gani na ina vitu gani vipya vya kuifanya kwamba simu hii iseme kwamba ni simu yenye bei nafuu kuliko simu za iPhone 16 zote. Cha kwanza, simu hii inakuja na chip mpya ambayo ni chipu ile ile ambayo inapatikana katika simu zote za iPhone 6. Yaani inamaanisha kwamba A18 ambayo ndio chipu mpya, lakini kimsingi chipu hii haiji kamili sawa na kwenye zile simu za iPhone 16, 16 Plus na 16. Kimsingi chipu hii inakuja lakini ikiwa imepunguziwa sekta moja au sehemu ya GPU. Ninapoongelea GPU na maanisha graphic card, sehemu ambayo inatumika kuprocess picha au inayotumika zile graphics ambazo unaziona kwenye simu ukiwa una swipe, zile animation, transition na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo GPU kazi yake ni kuonyesha zile picha kama unaangalia video, kama unacheza magame na kama unafanya kazi nyingine zozote kwenye simu, GPU inatumika katika kazi hizo. Kwa hiyo chipu ambayo imewekwa katika iPhone 16e ni A18 ambayo inapatikana katika simu zile za iPhone 16, lakini wamepunguza sekta moja. Lakini hii haimaanishi kwamba chipu hiyo kwamba ikipunguziwa uwezo inakuwa kwamba itakuwa labda ni haina nguvu kulingana na zile simu. Bado ni chipu ambayo ina uwezo mkubwa, kwa sababu ukiangalia hivi sasa kati ya chipu ambayo inaaminika sana ina kiwango kizuri cha kucontrol battery isiishe charge na ina matokeo mazuri ya kufanya kazi kwa performance ambayo ni nzuri, ni chip za Apple, hasa chip hii ya 800. Lakini simu yao hii mpya ya iPhone 16 inakuja na kamera moja ambayo ni tofauti na simu nyingine zote za iPhone 16 ambazo zinakuja na kamera tatu. Zinakuja na kamera ya main, inakuja na kamera ya ultra wide pamoja na kamera ya telephoto. Lakini katika simu hii inakuja na
kamera moja ambayo katika kamera hiyo ina lenzi ya megapixel 48 ambayo wanasema kwamba ni fusion camera. Wameunganisha kati ya kamera ya main pamoja na telephoto. Kimsingi kamera zake za hii simu tunaelewa moja kwa moja haziwezi zikafanana uwezo wa simu ya iPhone 16 kwa sababu tukiangalia hata bei ya simu hii ni tofauti kabisa na simu ya iPhone 16 Pro kwa sababu inauzwa $599 na hivi sasa simu ya iPhone 16 Pro inauzwa kwa $999 ambayo ni sawa na $2,500,000, lakini inauzwa katika dola za Kimarekani $599 ambayo ni sawa na $1,565,000 kwa tarehe ya leo kutokana na takwimu za benki kuu katika Money Exchange. Kwa hiyo simu hii bado inajaribu kuleta utata kwa sababu wanasema kwamba ni simu ambayo ipo katika group la simu za iPhone 16 Pro Max. Nikiongelea iPhone 16 Pro Max nadhani unanielewa kwa sababu hii ndio simu ambayo ni luxury. Sasa hivi tunaona kila mtu ambaye anasema kwamba na simu kali kati ya zote lazima atakuwa na iPhone 16 Pro Max. Simaanishi kwamba simu nyingine kama iPhone 15 zinakuwa kwamba hazina uwezo, ni hapana. Simu hizi zinakuwa zina uwezo, lakini siku zote kitu ambacho kampuni linakitoa ambacho kinakuwa latest, yani cha mwisho, toleo la mwisho, ndio tunasema kwamba ni bidhaa ambayo inakuwa inaaminika kwamba ina uwezo kati ya simu nyingine zote. Lakini kwa hii simu mpya ambayo imetoka ya iPhone 16e inaleta utata kwa sababu ukiangalia kimsingi $599 ni sawa na hela za Kitanzania $1,500,000. Najua kwa haraka hii kwa wewe unaweza kusema kwamba hii simu mbona bei yake ni ya juu sana. Nilitegemea kwamba itakuwa ni simu ya $700,000, itakuwa ni simu ya $800,000 au simu ya $500,000. Lakini kwa nini wameweka kwamba imekuwa na bei kubwa hivyo? Lakini kwa wenzetu bei ya dola za Kimarekani $599 kiasi fulani inaonekana kwamba inapunguza budget. Kama mtu angewekeza kununua simu ya $1,000 lakini sasa hivi anaenda kununua simu ya $599. Haya, tuongelee kitu kingine ambacho inakuja na simu hii. Katika simu hii ni simu ambayo Apple wameweka teknolojia yao mpya ambayo wanaita C1. Ni modem ya mawasiliano ambayo kazi yake ni kuprocess ya mawasiliano jinsi unavyompigia mtu na mtandao. Modem hii ndio modem ya kwanza ambayo imetengenezwa na Apple wenyewe. Kama ulikuwa hujui hapo mwanzo, kampuni la Apple katika simu zake lilikuwa linatumia modem za Qualcomm, lakini sasa hivi kampuni la Apple kwa mara ya kwanza wametengeneza modem yao ya kwanza kabisa ambayo inafanya mawasiliano katika simu yao ambao wameipa jina C1. Kwa hiyo hii simu mpya ya iPhone 16e inakuja na modem mpya ya kampuni la Apple ambayo ni C1, ambayo inaaminika kwamba inakuwa ina uwezo mzuri, pia inashika mawasiliano sehemu zote. Pia simu hii inakuja na kioo ambacho kinalindwa na ceramic shield ambayo hii ni kawaida kwa simu zote za iPhone kwa version ya kuanzia 14, 15 wamekuwa wakienda wakiboresha. Ceramic shield hii ni sheet ambayo inawekwa kwenye kioo ambayo kazi yake ni kusaidia pale simu inapokutana na kuanguka chini, labda inakutana na pressure au migongano yoyote ya force, inasaidia kile kioo kisipasuke. Kwa hiyo iPhone wamekuwa wakiendelea kuboresha hichi kitu ambacho wanakiita ceramic shield ambacho kinasaidia simu zao zisipasuke. Lakini pia katika simu hii ya iPhone 16e wameweka ceramic shield kwa ajili ya kioo kisipasuke. Lakini kitu kingine ambacho wameweka katika simu yao ni kwamba wameweka Apple Intelligence. Apple Intelligence kifupi chake ni kama AI, ni kama unavyoona ChatGPT, ni kama unavyoona AI zote ambazo unazifahamu. Kwa Kiswahili fasaha wanasema kwamba akili bandia. Kwa hiyo hii Apple Intelligence ni kali sana. Ukiangalia kwa simu za iPhone 16 Pro, 16 Plus, Apple Intelligence ni kwamba inaweza kufanya kitu kikubwa sana. Nadhani kama ulishe kuona kwenye matangazo, mtu amepiga picha, nyuma yake kuna kitu, kwa mfano labda kuna mlima au kuna mtu mwingine, alafu ana select yule mtu mwingine kwenye picha nyuma yake, alafu inamfuta yule mtu kwenye picha, alafu anabakia peke yake. Na inafuta vizuri, haifuti kwamba inabakiza unaona kabisa hapa kwamba kulikuwa kuna mtu, inafuta vizuri na picha inakuwa clear, unabakia peke yako kwenye picha. Kwa hiyo hichi ndo kitu ambacho Apple Intelligence au Apple AI inafanya. Unaweza uka edit picha zako zikaonekana kwa muonekano ambao ni wa kipekee sana. Pia hii ilikuwa ni kitu ambacho kinapatikana katika zile simu ambazo tunaita kwamba ni flagship smartphone. Lakini pia wameweka katika simu yao ambayo wanasema kwamba ndio moja kati ya simu yao ambayo wanasema kwamba ina bei nafuu katika mlolongo mzima wa simu za iPhone 16. Sasa Apple Intelligence imewekwa katika simu ya
hii ambayo iPhone 16e, lakini katika simu nyingine haipo. Kwa mfano kama sasa hivi kuna mtu ambaye anatumia iPhone 11 au kuna mtu anatumia iPhone X na nyingine, hii Apple Intelligence ni kitu ambacho hakipatikani, lakini kwa sababu Apple anapenda sana kwenda na muda, kwa hiyo hichi kitu wameweka katika simu yao mpya hii ambayo wanasema kwamba ndio simu yenye bei nafuu kuliko zote. Lakini pia kitu kingine ambacho wamekiweka katika simu yao hii mpya ya wameweka Face ID. Kwa mtu ambaye anatumia iPhone, Face ID ni ule mfumo ambao katika kamera ya selfie inakurahisishia wewe kuifunga simu yako. Ni kama mtu anavyoweka password ya pattern au anavyoweka ya fingerprint, lakini Face ID inafanya kazi kwa urahisi zaidi. Nikiweka simu yangu nikaangalia, kamera ikishaniskani ikajua kwamba ni mimi mwenye hii simu, ni sura yangu halisi, inafungua. Pia wameweka katika simu yao ya iPhone 16e. Kitu kingine ambacho wameweka katika simu yao ya iPhone 16e, wameweka wireless charging, yani mfumo wa kuchaji kutumia wireless charge. Lakini wireless charge ambao wameiweka katika simu yao ya iPhone 16e haina MagSafe. MagSafe ni kama sumangu ambayo inawekwa pale nyuma katika simu. Nadhani simu za iPhone zote, kama ni mtumiaji au ushe kuona mtu anachukua anaweka katika charge ya MagSafe, utaona kama anaweka kwenye pretty fulani afu inanasa chap, inanasa kutokana na ile sumangu ambayo imewekwa pale nyuma. Kwa hiyo ile sumangu ya MagSafe hawajaiweka, lakini coil ya wireless charging wameiweka. Kwa hiyo inakubidi wewe ukinunua simu ya iPhone 16e ununue na cover pembeni. Ili cover litakuwa limetengenezwa maalum na sumangu. Kwa hiyo ukiweka ile simu kaweka tu ile MagSafe ina touch pap na simu yako inaanza kuchaji. Lakini all in all wameweka wireless charging, ambacho ni kitu kizuri, kwa sababu ukiangalia kwa teknolojia sasa hivi inavyoenda, mambo yanavyoelekea, watu wengi sana hawapendi kutumia chaji za waya, na ni moja kati ya kitu ambacho Apple wameshakisema wanategemea katika jinsi ambavyo wanazidi kuboresha. Wamesema kwamba itafika sehemu fulani watatoa poti zote. Nadhani simu za iPhone za zamani zilikuwa zina poti ya jack ya earphone, lakini sasa hivi haipo. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanaweka poti ya type C, hata katika simu ya iPhone 16e ina poti ya type C, lakini maono ya Apple mbeleni ni kwamba wanataka kuja waje watoe kabisa poti. Sasa simu zitakuwa zote hazina poti, zitakuwa yani bricky, tunasema kama tu katofali fulani, lakini hakana poti yoyote. Kwa hiyo wireless charging ni kitu kizuri ambacho wamekiweka. Lakini pia kitu ambacho wameweka pia katika simu yao mpya ya iPhone 16e, wameweka action button. Action button ni kile kibonyezeo ambacho kinatumika, ni kama kibonyezeo au cha kukurahisishia wewe ambapo unahitaji kubonyeza kitu fulani kija kwa haraka. Labda kuna wakati fulani unakuwa na shida ya kuwasha torch, labda uko kwenye giza, umeangusha funguo, lakini inakuwa kwako ni vigumu sana au inakuwa ni mazingira magumu kuwasha simu kwenda moja kwa moja kuwasha torch. Lakini ukitumia action button na unaiset kwamba kila nitapokibonyeza hichi kibonyezeo, labda mara moja mara ngapi, taya simu iwake. Kila nitachobonyeza hichi kibonyezeo, simu yangu impigie nani, au iweke katika kamera, iweke katika kitu chochote ambacho unakitaka. Kwa hiyo inakuwa inakurahisishia wewe kazi zako unazozifanya. Hichi ni kitu pia ambacho wamekiweka katika simu mpya ya iPhone 16e. Kimsingi ukiangalia unaona kwamba vitu vyote ambavyo vinapatikana katika simu ya iPhone 16 series, yani inamaanisha iPhone 16 Plus, 16 Pro, vyote vinapatikana katika simu yenye bei nafuu. Kwa hiyo moja kwa moja tunagundua kwamba hii inakuwa kama sio simu tena ya bei nafuu. Inaonekana kama zimaanishi kwamba hii simu ni bora sana. Kwa mfano kwa muonekano wake simu nzuri sana, kwa sababu inakuja na rangi mbili tu. Inakuja na matte black ambayo ni rangi nyeusi, pamoja na matte white ambayo ni rangi nyeupe. Kwa hiyo wale wanaopenda rangi kwamba mimi nichague blue, nichague cream silver, nichague golden, hizo rangi zote hazipo. Inapatikana kwa rangi mbili tu ambazo si mbaya, lakini kimsingi bado hairidhishi. Kuna watu wanapenda mimi mpaka niwe na simu nirizike, simu yangu lazima iwe nyeupe, iwe matte white. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho bado kinapunguza ubora katika simu hii. Lakini kwa bei ya dola za Marekani 599, bado simu hii inaonekana kwamba si ya bei nafuu sana. Lakini tunavyoendelea, ningependa pia usubscribe katika channel yangu, pia na kulike pindi ambavyo vifaa vipya vinakuja kama simu, kompyuta. Nitakuwa nikikubalisha na kukupa taarifa ni kitu gani ukijue, ili uwe mjanja na uende sasa na wakati wa sasa katika dunia hii ya leo, ili ukikutana na simu kama hizi uweze kufahamu. Pia ukiwa katika manunuzi yako unachagua kununua simu, unachagua kununua vifaa vyote vya elektroniki, uweze kujua ni kipi, uweze kujua ni kifaa gani bora kwa ajili ya matumizi yako. Jina langu naitwa Alberto, mpaka wakati mwingine, usisahau kusubscribe.
uwe na siku njema.